Neno letu la leo linapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 6. Biblia inasema kwamba mstari wa 4, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Mstari wa 6, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu utakapotimia. Hili ndio neno la leo. Mungu wa mbinguni ametupa neno la ufunuo kwa ajili ya siku ya leo, kwamba Mungu alishatukabidhi baraka zote katika ulimwengu wa roho. Anasema alikwisha kutubariki baraka zote za rohoni. Kinachotakiwa sasa na kuangalia upande mwingine wa ushindi, kwamba ushindi upatikani tu kwa sababu Mungu ameachilia baraka, ila kuna silaha ambazo Mungu ametukabidhi ambazo lazima tuzitumie kwa ajili ya kuchukulia hizo baraka, kwa ajili ya kupokea hizo baraka. Na Biblia inasema kwamba tangu zamani za Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanauteka. Ndivyo neno la Mungu linasema. Kwa hiyo hapa Paulo anawaambia Wakorintho kwamba walikuwemo ndani ya kanisa, walikuwa bado na imani na Kristo Yesu, walikuwa bado na imani na Mungu wao, lakini hawakuweza kushinda katika vita mbalimbali ili wapokee baraka zao, ili wapokee kile ambacho Mungu alikusudia kwenye maisha yao. Ndio maana hapa nawaambia kwamba japokuwa sisi tunaendelea katika mwili, tumeumbwa katika mwili, lakini ndani yetu si watu wa kawaida, ni watu exceptional, ni watu wa tofauti, kwamba Mungu amewekeza kitu ndani ambacho tukikitumia tunapata baraka zetu, tunapata matokeo, tunapata ushindi, tunapata kila ambacho Mungu alikikusudia. Agano la Mungu linatimia. Kwa hiyo watu wa Mungu lazima zile silaha ambazo Mungu ameachia ndani yetu, amewekeza ndani yetu, tuzitumie kwa ajili ya kuteka, kwa ajili ya kushinda, kwa ajili ya kupenya, kwa ajili ya jambo lote ambalo Mungu ametuahidi, ili liweze kupatikana na kuonekana physically katika ulimwengu wa kawaida wa kuonekana. Kwa hiyo silaha zetu zina uwezo wa kuangusha kila elimu inayojiinua kinyume na Mungu, kila chochote kinachojiinua kinyume na Mungu. Silaha zetu zina uwezo wa kuangusha hata ngome za mawazo. Anasema ngome za mawazo. Shetani anapotaka kumshinda, kupambana na mtu wa Mungu, huwa anaanza na mawazo, anawekeza kwenye mawazo. Tangu mwanzo aliwekeza mawazo kwa Eva, akasema Mungu amewakataza msile matunda yote ya hapa bustanini. Eva akasema hapana, Mungu ameturuhusu kula matunda yote isipokuwa matunda ya mti mmoja tu wa bustani pale katikati, ndio ametukataza. Anashughulika na akili ya Eva, akasema hapana, Mungu anafanya hivyo, anasema msile ule mti kwa sababu anataka msifanane na yeye, mkila mtafanana naye. Ndipo Eva akaona jambo hili linatamanika, anataka, amemwambukiza akili kwamba kumbe naweza kufanana na Mungu. Kwa anasema tunda akaliona la tamanika, maanake akapenda yale mawazo ya shetani, ili kwamba kumbe nataka nifanane na Mungu, nianze kuyajua mema na mabaya. Kwa hiyo akatamani, akaija kufanya nini? Kushawishika afanane na Mungu. Kwa hiyo ndipo shetani akamshinda. Anashughulika na akili ya Eva, anashughulika na akili ya Adamu. Ndipo hata Eva alipokuja mumewe Adamu akashughulika na akili ile ile, akamshawishi na mumewe, akashindwa, akaanguka, akamkosea Mungu. Kwa hiyo hizi ngome za vitu, hizi ngome za akili, hizi ngome za nini? Za ufahamu, lazima Mkristo awe na uwezo wa kuzikontrol. Anasema tuna uwezo wa kuangusha hata ngome kwa jina la Yesu. Ngome zozote zianguke kwenye maisha yako, ngome zozote ambazo zinapambana na wewe zianguke kwenye maisha yako. Na amuru kwa neno la leo, ngome zozote ambazo anapanga adui ili apambane na wewe, akushambulia, kushinde, zianguke kwa jina la Yesu. Anasema chochote kitakachojiinua kinyume na elimu ya Mungu, kinyume na mipango hata ya kwako, kinashindwa pale ambapo silaha hii ambayo ya kushinda ngome ya mawazo umeishikilia vizuri na unatumia vizuri. Anasema tena tukiangusha hata mawazo, alafu mwisho wa siku kula mstari wa 6 anasema tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutapotimia. Kwa Mungu anataka utayari ndani ya Mkristo. Mungu hawezi kushuka katika hali yake ya uungu
hali yake ya utisho, hali yake ya enzi, arudi hapa duniani aanze kufanya yeye badala ya sisi. Anasema yeye amewekeza ndani yetu, amesema nimewapa mamlaka juu ya kukanyaga nge na nyoka. Anasema ametupa mamlaka ya kuangusha ngome za mawazo, endapo tutakuwa na utayari, endapo tutakuwa na utii. Anasema kutii kwenu utakapotimia. Kwa Mungu anachotaka utayari, Mungu anachotaka utii wa neno. Tutembee kwenye neno, tulitii neno na kutuagiza, tutashinda, na zaidi ya kushinda hakuna chochote kitakacho kutushinda. Amesema talijenga kanisa ambalo milango ya giza haitalishinda. Hakika kanisa ni washindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Jiambie moyoni mwako, mimi ni mshindi, nitashinda zaidi ya kushinda kwa yeye alipaye, anisaidiaye, anitiaye nguvu. Kwa jina la Yesu, pokea ushindi kuanzia mchana wa leo. Pokea ushindi kuanzia siku ya leo. Pokea ushindi, na baraka zako zinakuja nyuma, na baraka zako zitakufuata, na baraka zako utazipata kwa jina la Yesu. Kuanzia leo adui awe mbali na wewe, akaanguke mbele yako. Amesema atakuja kwa njia moja, atatawanyika kwa njia saba, kwa sababu unayo silaha ya kumshinda. Mungu wa mbinguni alibariki neno lake. Mungu wa mbinguni akubariki na wewe kwa jina la Yesu. Amen.